hata sijui kizazi changu kinaelekea wapi. Kwamba unamaanisha hataki dini? Tuombe Mungu kila siku atujalie, labda mume wangu na hata wewe pia unatakiwa badilike rafiki yangu. Kama mume wako anakusisitiza sana kwenye hayo masuala, badilika. Ndio hivyo ndugu wangu, tutafanyaje? Ndio maisha yetu. Yaani mimi hapa nimechoka, lakini nitafanyaje? Mume wangu nampenda. Ndio hivyo, ila nitabadilika tu. Basi sawa. Haya sawa. Jamani, tukumbushane, malipo ni kwa manani, malipo ni kwa manani. Uradharani si sheria, ndugu zangu, tuyaache ya dunia, tufungeni jamani, wasionacho jamani, tukumbushane, tukumbushane. Ya Allah, tukubalie somo zetu ziwe zenye mafanikio. Naomba ya Rabbi mwenye hekima, mgeni sadaka tutoe Ramadhani. Rania. Abe kaka. Mbona jinamia muda wote hapa? Nasoma. Kabisa? Ndiyo. Au unaumwa mdogo wangu? Hata siumwi, kwa sababu ni kila muda unaniuliza naumwa. Naona muda wote umekaa kimya, unaangalia tu kitabu. Hamna, siumwi. Kuna mtu anagonga kumfungulia. Wasionacho tuwapeni jamani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, shehe wangu kaifa? Alhamdulillah yese. Uzima upo? Tunamshukuru Allah. Naona leo ni si unajua Ramadhani hapa. Kweli Ramadhani hapa lazima. Assalamu alaikum. Asante. Mashallah. Vipi? Naona mambo sio mabaya. Unajua bwana, familia yetu ni familia moja ya kupenda dini sana. Yaani nikupongeze kwa hilo kwa sababu ni familia chache ambazo zinaweza zikakaa shura vikao kama hivi hapa. Yaani chache sana. Hongera sana. Ni vizuri kabisa, maana niko na ndugu zangu hapa najaribu kupitia baada ya sura, maana nataka niwapeleke kwenye mashindano. Kweli hapo umefanya mwenyewe. Kweli nimetambua msemo kwamba siku zote kabla hujapata mafanikio tengeneza sehemu yako ili uje upate mafanikio kwako, ili hata huko mtaani wale mashahidi. Ni kweli kabisa shehe wangu. Lakini unaweza kaacha nyumba yako na nguo unaenda kuzima kwa jirani. Ndio wale wenzetu na sisi. Vizuri kabisa. Vipi shehe wangu kutoka hapo? Mimi namshukuru Allah. Sio mbaya. Sasa 10 la mwisho tungangane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sasa hapo vizuri. Unajua kwa ni mashindano kuna vitu wanavitafuta pia, wanakuwa wanavifuata. Kuna zile shada, azma, kasirahi, Rahmanirrahim. Tumia ara. Unajua ukitumia aero mikasiku point zaondoka. Na hivi hamna shida tondoke bwana. Basi wale zangu jitahidini kutumia ara. Sehemu yenye ara tumieni. Sehemu yenye ero tumieni. Sawa? Vizuri, sawa? Sasa matamshi ya ara, shada, sehemu zote kasira tumieni. Sawa? Sasa sikiza, Rahma Ndio kaka. na Rania. Ngoja mimi niondoke na shehe wangu hapa. Kuna sehemu kidogo tunaenda. Sawa? Baadaye tarudi. Sawa. Shehe wangu Muharram, mbona hai huko? Upo salama kweli huko? Salama huko shehe. Naona ni leo chap kwani kuingia na kutoka. Ndio kwa kile nimesahau. Rania. Njoo mara moja. Unaweza ukafanya kidogo tu sikaita mazao. Kweli kabisa. Nisikize mdogo wangu. Wewe hapa nyumbani ni mkubwa peke yako. Ndio. Mwenzako bado mdogo. Mimi naenda kwenye mizunguko yangu. Ila leo nataka niwabadilishie futari. Masi mshazoea viazi. Leo samaki, miogo. Nitapitia kwa rafiki yangu pale Tiba pale sokoni pale. Kwenye bucha ya samaki nitachukua samaki, nitapitia sokoni pale nitachukua miogo ili mradi mle mnenepe. Na mfurahi kabisa mwezi mtukufu kaka katuletea futari ya tani. Basi kuwa makini. Sawa? Haina shida. Asante.
Sio kunenepa, mbona jambo dogo tu Ramadhani. Tatizo nini? Yule fanya alinepi nataka nibadilishe mlo sasa. Leo samaki, mihogo. Achana na hizo gharama. Wewe cha msingi mpige uji. Futari uji, daku. Ananenepa hilo. Unajua unachanganya. Shehe wangu. Naam. Kuna vitu vinanichanganya unajua hata sielewi. Vitu gani hivyo ndugu yangu na ni muda wa swala au? Na vitu kawaida. Ni kuhusu ndugu yetu Mdasi. Huyu anafanya mambo mengi sana ya ajabu. Na sijajua yani nje anafanya mambo ya ajabu hivi. Sijajua kwenye familia yake. Kwa hiyo nayo ni point. Sawa. Ila mimi ninachokiona hapa, sawa, kwa sababu sasa hivi tuko nje ya muda kidogo tukaswali. Sawa. Alafu hili jambo la Mdasi litafuata. Ila kikubwa zaidi tusichoke kumlingania. Na ujue ni mtoto wa Kiislamu mwenzetu. Ni kijana kabisa. Mimi mambo anayofanya hata siyapendeza hivi. Na tungeweza kwenda tukamkomboa basi kwenye ile dimbu. Ingekuwa vizuri zaidi. Au unaonaje shehe wangu? Shehe, sikiza nikwambie, sawa. Kwa maana nikasema hivi, tukaswali kwanza. Tukimaliza kuswali, jambo litukali. Lazima tumlinganie, hatuwezi tukachoka. Mbona huyo swala na nani? Basi haina shida. Baba. Yaani leo katika mizunguko yangu kuna kitu nilichokifurahia kama kutembea na ustazi wangu na kunipa madarasa kidogo. Yaani siku ya leo imenifanya niwe na furaha sana. Kwa hiyo baba yangu. Hapana ndugu yangu, mimi sijachanganyikiwa. Isipokuwa maneno ambayo ameyazungumza kijana wako yameniingia katika akili yangu. Na sina budi kuanza kuyafanyia kazi kuanzia sasa. Karibu shehe wangu. Asante sana. Karibu. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari yako shehe? Mkono uko wema, sijui wewe kutoka wapi. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwema kabisa. Sijui kwa upande wako shehe. Ndio mimi niko salama. Sawa. Sheikh samani. Bila samani. Naomba nizungumze na wewe kidogo. Nazungumza na mimi? Ndio shehe. Basi sawa, ina shida. Nashukuru. Karibu shehe. Asante sana. Karibu shehe. Asante sana shehe. Haya shehe wangu. Naona leo mapema kabisa umekuja nyumbani kwangu. Kulikoni? Ndugu yangu, nikaona nifike kwako kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukutaka radhi kutokana na kile ambacho kimetokea jana. Kwa hivi ninavyozidi kukaa na shehe ndio ninavyozidi kujua. Hatuna budi kumrudia Mola wetu. Sasa labda nikwambie. Nikikuona tunaingia kwenye mlango wa msikiti, mimi na wewe ndugu basi. Yaani kwa upande wangu kitu pekee ambacho nakiona kwa sasa, yaani ni heri ya undugu wa mimi na wewe ukafa kuliko mimi niendelee kuwa na undugu na wewe hali ya kuwa wewe hutaki kufanya heri, hautaki kufanya kile ambacho kinampendeza Mwenyezi Mungu. Nimekwambia mimi siingii msikitini wala sina mpango wa kuswali. Na kwanza mimi sina dhambi. Baba. Wewe baba. Vipi? Safi tu mwanangu. Nikaona kabisa lile ambalo tumelifanya ni kosa. Ndo sababu ya kwanza ambayo imenifanya mimi nikimbilie nyumbani kwako.
Ndugu yangu, naomba unisamehe sana kutokana na majibu ambayo nilikujibu jana. Nisikize. Mimi kusamehe tangu jana pale nilipotoka, nimesamehe. Sawa? Na pia mimi mwanadamu. Siwezi kuomba msamaha kama hivyo. Ila ni kwa kumomba msamaha ni Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja peke yake. Kwa hiyo unamaanisha shehe, jana baada ya kutoka pale wewe umetusamehe pale pale? Pale kwa sababu anakuambia Muislamu yoyote mtenda kosa sio sawa sana mrudia kosa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nilikuwa naomba kama inawezekana ukipata muda, naomba na mimi unifundishe walau mawili matatu tu ili aweze kunisaidia katika maisha ambayo naishi. Kuhusu hilo ondoa shaka. Utanifundisha? Nitakufundisha. Ila kwa muda huu na kazi kidogo, unajua na udogo. Ila tukutane masjid kabla ya Isha. Nadhani pale itakuwa vizuri kabisa ili nikuelekeze kila kitu ujue. Mimi nashukuru ndugu yangu. Ondoa shaka kabisa shehe. Naomba unipe ruhusa ili na mimi niweze kwenda kuendelea na majukumu mengine ili na wewe nikuache uendelee na majukumu yako. Haina shida kabisa, haina shida. Nadhani Mungu anapojalia baadaye tutakutana. Hakuna shida. Sawa kabisa. Haya. Baadaye. Karibu lakini. Asante sana. I say. Kuja vema nyumbani Ramadhani, na waje wema furahia Ramadhani kheri. Mwanangu, unajua yale masuala ambayo mlikuwa mnanihusia yale, sasa naona kama ana maana hata maisha yetu yenyewe yanashuka. Na hisi Mwenyezi Mungu ameanza kunipatia adhabu zake. Na kwanza sasa hivi mwanangu, na kuahidi nitaanza kuswali na nitafunga siku zilizobaki na tandika na 6. Baba yangu, hilo ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Maana sikujua kama utabadilika. Kweli Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sasa anaanza kufungua milango yetu. Mwenyezi Mungu, naomba umweke baba yangu aipende dini. Asiwe tena kuchukia tena dini. Mwenyezi Mungu, unamrudisha kwenye mstari baba yangu. Kitu kingine ninachomshukuru Mwenyezi Mungu ni kunipatia mtoto ambaye ana elimu ya dini. Maana bila wewe kuwa na elimu ya dini, mimi baba yako ningeendelea kuchochora. Kikubwa baba yangu, ninachokusihi mimi mwanao, usichoke. Bado muombe Mwenyezi Mungu, na unapolala usiku omba, na mimi mwanao huko nitakuwa bado nakuombea. Na hapo naweza kusema kwanza sasa hivi bila kuchoka. Na kingine, jioni leo nataka uanze kunifundisha Qur'an. Yaani upo serious babangu? Yaani ni zaidi ya serious. Sawa, nitakufundisha Qur'an.